Katika moyo wa jiji takatifu la Vatican, ambapo historia ya karne nyingi huandikwa kila siku, tukio kubwa limetokea tarehe 8 Mei 2025. Baada ya siku kadhaa za kusubiri kwa maombi na matumaini, dunia ikapokea habari, Papa mpya amechaguliwa. Lakini huyu sio tu papa, ni papa wa kipekee. Alizaliwa mwaka 1955 huko Chicago, Marekani, na jina lake ni Robert Francis Prevost. Tangu akiwa kijana mdogo, alionyesha moyo wa huduma na imani thabiti. Aliungana na shirika la watawa wa Mtakatifu Augustino na baadaye kusafiri hadi Peru, ambako alihudumu kwa miaka mingi kama kasisi, mwalimu na kiongozi. Huduma yake ya miaka mingi ilimweka karibu na watu wa tamaduni mbalimbali, jambo ambalo lilimwandaa kwa jukumu kubwa zaidi mbele yake. Mnamo mwaka 2023, aliteuliwa na Papa Francis kuwa mkuu wa idara ya maaskofu pale Vatican. Hapo ndipo jina lake lilianza kutajwa zaidi ndani ya kuta za kanisa. Aliheshimiwa kwa hekima yake, uelewa wa kina wa sheria za kanisa na uwezo wa kuunganisha watu wa mataifa tofauti. Na kifo cha Papa Francis kilipotokea tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025, macho yote yakamgeukia. Baada ya mkutano wa siri wa makardinali uliofanyika ndani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, moshi mweupe ulitoka juu ya paa la Sistine Chapel. Ujumbe ulikuwa wazi: papa mpya amechaguliwa. Kardinali Robert Prevost akatokea kwenye roshani, akitangaza jina lake jipya la kipapa ambalo ni Leo wa 14. Hivyo ataitwa Papa Leo wa 14. Lakini jina hili halikuchaguliwa bila maana. Kwa kuchagua jina la Leo, alionyesha nia ya kufuata nyayo za Papa Leo wa 13, maarufu kwa mafundisho ya kijamii na haki za wafanyakazi. Ilikuwa ni ishara ya matumaini mapya, mageuzi na maono ya dunia yenye haki na mshikamano. Lakini Papa Leo wa 14 si tu mwanateolojia, bali pia ni mtu wa kawaida mwenye maisha ya kuvutia. Licha ya wadhifa wake mkubwa, anapenda michezo, hasa tenisi. Anasema mchezo huo humsaidia kutafakari na kuendeleza afya ya akili. Wengi wamemchukulia kama kiongozi wa karibu na asiye na makuu. Katika hotuba yake ya kwanza kama papa, alisisitiza umoja wa wanadamu, ulinzi wa mazingira na usawa katika jamii. Aliahidi kusikiliza, kushirikiana na kuwahudumia wote, maskini kwa tajiri, mwenye imani kwa asiyeamini. Hii ni sura mpya ya Kanisa Katoliki. Na jina lake ni Leo wa 14, papa wa matumaini mapya. Ulikuwa ukitazama makala ya Wanacreate, tukiandika historia na kuacha alama ya milele.